kwa maana fulani. Kwa sababu tume hii inaangazia mambo mfanya kazi, alafu ama mambo ya uadilifu, alafu tuko na anti-corruption, ile kupigana na ufisadi. Ethics inakuwa rahisi kidogo, ni sheria inayokupatia muongozo ya kile tendo kibaya na kile kizuri. Mambo yale unayofaa kufanya. Hiyo ni mambo ya ethics. Tunaangazia mienendo ama matendo ya wafanyikazi. Tunaangazia sheria zile wanakutana nayo kwa maofisi wanapoingia kwa ofisi ile ya serikali. Mambo kama unajua jinsi ya kufanya kazi, mambo ya accountability, mambo ya transparency, mambo ya accuracy in record keeping, giving information, mambo ya integrity na mambo mengine kama hayo. Masaa yale ya kufanya kazi, mambo yale ya kuzingatia unapo hudumia wananchi. Hayo ni mambo ya ethics. Baada ya hiyo kuna pande hiyo ingine ya anti-corruption. Anti-corruption ni kinyume ya ufisadi, kinyume ya corruption. Kwa hivyo inaangazia mambo ya ufisadi kama mambo ya hongo, mienendo kama ile unajua favoritism, kubagua, ile mambo ya kupora mali ya umma. Kwa hivyo tunapoangazia sheria za kuzingatia unapofanya kazi, pia tuko na kitengo kile kingine cha kuhakikisha kwamba unapovunja hiyo sheria, tuko na law enforcement, tuko na anti-corruption, tuna uwezo wa kupigana na hiyo ufisadi. Asante sana kwa kutufafanulia majina mawili, ethics and anti-corruption. Asante mpenzi mtazamaji. Tuko na John Agar, ni afisa kutoka tume ya maadili mema na kupambana na ufisadi. Ekero agendete gotwerera mange iguru yobokurumi amone Chimbwa Chingiya, muna bisia bagendete korwania Chimbwa Chingiya usikobeka Chimbwa Chingiya saba Kenya na kurwania yobokurumi. Asante sana Bwana Agar. Lakini siku zote tumeona kwamba hiyo tume ya Eacc inapopambana na ufisadi, mara mingi tumeona kwamba uchaguzi ulioisha tuliona anayesimamia Twalib Mbarak alitoka waziwazi na kushirikiana na tume zingine, wakaweka majina ya wanasiasa ambao hawakuwa fit kuenda kutafuta uongozi sehemu mbalimbali. Lakini kisha baadaye tuliona hawa viongozi ambao wako na shida ama wako na hiyo corruption, wako na kesi mbalimbali mahakamani, bado walienda na walikubaliwa kuenda kutafuta uongozi, na wengine wao walipata uongozi kaunti mbalimbali. Hii ni kumaanisha nini kama tume? Hivyo mnapambana kweli na ufisadi ama ni nini tunaona katika hiyo tume? Ndio, asante. Swali nzuri hilo. Ningependa kusema kwamba ni kweli kwamba tume ya maadili ya kupambana na ufisadi inashirikiana na idara zingine ama commissions zingine za serikali. Tunapofanya kazi lazima tushirikiane kwa sababu lengo letu kama serikali ni moja. Kwa mambo ya elections ama uchaguzi, ni kweli kwamba kuna majina yalitolewa, watu wakaonyeshwa kwamba hawa ni wale ambao wako na kesi. Na ni mambo ya kisheria kwa sababu constitution ama katiba inatarajia kwamba Eacc itazungumzia wananchi ile kazi wanafanya, ili wajue, na wakitaka kufanya uamuzi fulani wamekuwa na hiyo information. Kwa hivyo hiyo ripoti ilitolewa, majina yakatolewa, wengine walikatazwa, lazima tuzingatie hiyo, na wale wengine wakakubaliwa. Na wanapokubaliwa ni kwamba sheria ndio inawakubali
washiriki katika uchaguzi. Ni ile kwamba mtu ambaye koti haija pitisha ama kuamua kutoa uamuzi kwamba ni mfisadi ni yule ambaye ni suspect. Hiyo majina yote ama hayo majina yalitolewa na wakakubaliwa ni wale ambao labda wako na kesi kotini, lakini uamuzi haujatolewa kwamba ni wafisadi. Kwa hivyo mpaka ile siku koti itaamua kwamba fulani wa fulani ni mfisadi, bado huenda wana huru kikatiba, constitutional right ya kuomba kura kwa wananchi. Na unaweza kumbuka kwamba wakati huo tulihamasisha wananchi, tukawaambia kwamba msingoje tu kotini ndio iweke uamuzi. Kama mtu ni mfisadi na ameiba, na mnaona mali ile ameiba, nyinyi mko na uwezo wa kumnyima ile kura. Na nyinyi mfanye hiyo vetting, ndipo asipate nafasi wa kuingia uongozini. Na mimi niko na hakika kwamba wale wote ambao wananchi wale wakataza kuingia huko hawajaingia. Ni ile kusema kwamba voting ndio njia kuu sana ya kukataza ama kukataa uongozi mbaya. Na Wakenya walikuwa na hiyo nafasi. Kama walichagua wale wafisadi na wanajua ni wafisadi, hivyo sasa hatuwezi laumu tume, watu watajilaumu wenyewe. Ndio. Lakini kabla mwenzangu akuulize, hauoni kwamba hii ni kuingililia namna tume inavyofanya kazi yao? Kwa sababu tunajua tume ya Eacc ni independent. Sasa mkitoa majina na mkisema huyu tumefanya uchunguzi na tumepata kwamba akona kesi za kujibu, ana mashtaka ya kujibu, na amekubaliwa kuenda kuulizia kama ni MCA, kama ni ugavana, hauoni kwamba inadhalalisha kazi yenu kama tume? Asante. Ningependa kusema kwamba katika vita dhidi ya ufisadi tuna stages 3. Stage ya kwanza ni ile ya kufanya uchunguzi. Na tume ya maadili na kupambana na ufisadi ndilo tume linalofanya kazi hiyo. Stage ya pili ni ile ya kupeleka mashtaka kotini, prosecution. Na hiyo inafanywa na ODPP ama DPP, yule Nordin Haji. Halafu tuna step ya 3 ambayo tunaita, unajua, determination ama kukata, kutoa uamuzi juu ya jambo fulani, na hiyo inafanywa na kotini. Kwa hivyo utakuwa umeingilia kazi ya Eacc kama umeinterfere na uchunguzi. Na kwetu sisi tukisha fanya uchunguzi, tunapeleka hiyo faili kwa DPP. Kwa hivyo sioni vile mambo ya Eacc ili ingiliwa na wale ambao waliruhusu viongozi hawa waende kwa debe. Kwa sababu yetu ni kufanya uchunguzi, na hiyo tulishafanya, na tukukatazwa, tukuingiliwa na mtu yeyote, tulifanya kazi yetu. Sasa John, nikuulize, ushirikiano wenu wa tume ni hupi mkishirikiana na mashirika mengine, tuseme mahakama ama hiyo tume mengine ya DPP? Mnashirikiana aje kuhakikisha kwamba watu wamekatazwa ama wamenyimwa nafasi ya kwenda kuwania kiti? Ama nyinyi mnaachia tu wakati mmefanya uchunguzi, mnaachia tu hapo? Asante. Kwetu kazi kuu ni kufanya uchunguzi. Na tukisha fanya uchunguzi, kwa sababu hii ni kesi yetu, tuna mawakili na mara mingi tuko na witnesses na investigating officers ambao wanatarajiwa wakuwe pale kotini. Kwa hivyo tukishafanya uchunguzi, hatuachi tu hapo,
lakini tunaendelea kuifuata pale kotini kwa sababu tuko na interest, tuna support prosecution, tunawaelekeza hapa ni hivi, unajua kwa sababu wao hapo mwanzoni hawakufanya uchunguzi. Kuna mambo mengine wangependa kujua, hapo tunawaelezea tukiwa pale kotini. Na pale mhakimu anapotoa uamuzi wake, pia tuko na interest kwa sababu tuna angazia kwamba ametoa uamuzi kulingana na sheria na ametoa ile sentence. Baada ya uamuzi, unajua tuko na sentence. Hiyo sentence pia iko sawa sawa. Na tusipo ridhika na uamuzi huo, huwa tunafanya appeal. Tunajiunga na watu wengine as interested parties, tuna appeal hiyo uamuzi, ama we can point to the court that there is this section of the law that you need to apply. Na ninapoongea hata saa hii tuko na ushirikiano na DPP na kotini. Tunapanga workshop ili to consult, tujue ni sheria gani mpya zimekuja na zile ambazo zinazingatia mambo ya kupingana na ufisadi. Tujifundishe pamoja, kwa sababu not every person has you know that knowledge, the supreme knowledge. Tunazidi kuhamasishana kila wakati. Kwa hivyo ushirikiano ni mzuri na tunaendelea kufanya hivyo nje ya koti na hata tukiwa kwa hiyo process ya the justice system. Asante sana Bwana Agar. Mwanchu muligeli gotogendete ko bano mo bisokura sekyombekya EACC oyogendete gotataingana kibako bwaterana nebyombe binde egere bacha amo na kwene kyabuna nkurwa ne bali segi igoro yobukurumi na kwene kya Chimbwa Chingiya asaba Kenya. Asante sana. Swali langu lingine ningependa unijibu ama ujibu mpenzi mtazamaji ni kwamba mumeweza kufaulu katika kesi zozote. Umesema kuna stages 3, tuko na uchunguzi, tuko na prosecution na tuko na determination. Je, mumefaulu kama tume, na sio kwa wanasiasa tu peke yao, kwa watu wafanyabiashara wakubwa? Kuna wengine wanajipata katika corruption. Kuna wale wanajipata na mnafanya uchunguzi kama tume. Je, mumefaulu kwenye hizo stages zote mpaka ikifika mahakamani wakishatoa determination yao wanatumia ule uchunguzi wa tume ya EACC? Mumefaulu? Mtu pengine amepatikana na makosa, ameadhibiwa, pengine yako gerezani? Asante. Ni kweli tumekuwa na mafanikio makuu. Sana sana nikizingatia miaka 5 ambayo imepita. Tumepeleka kotini cases kama 800 hivi, sio chini ya 800. Na wale ambao wamepatikana wanakosa ni zaidi ya 350. Kwa hivyo tumekuwa na mafanikio makuu sana katika vita dhidi ya ufisadi. Unaweza kumbuka kwamba yule Chief Justice ambaye alitoka aliweka mipango pale kotini kwamba tuwe na anti-corruption division huko High Court ambayo inasikiza kesi za corruption kila siku. Kwa hivyo hatujakuwa na backlog sana, cases zinaenda mbio. Kwa magistrate courts pia huku kwa counties tuko na wale magistrates ambao wanaruhusiwa kisheria, majina yao yamewekwa pale kwa magazeti kwamba watakuwa wanasikiza kesi za ufisadi. Tuko na kwa region hii tuko na anti-corruption court huko Bigori, tuko nayo Nyamira, tuko nayo Kisii hapa na Homa Bay. Na kwa hiyo koti yote tuko na cases ambazo zinaendelea hata wakati huu.
na vile tumepata mafanikio, tunaendelea kutarajia kwamba tutapata mafanikio hata kwa kesi zile ambazo zimebaki. Na ni ile hata tusipotaja majina, tuko na annual reports. Tuko na annual reports, hata tuko na quarterly reports ambazo ziko public. Ukienda pale kwa website ya Eacc, ungependa kujua mengi juu ya wale ambao wamefanyiwa uchunguzi, wale ambao wamepelekwa kotini, wale ambao unajua wamepatikana wana hatia, wamepewa ile faini ama wamefungwa jela, unaweza enda katika website yetu, utapata ripoti hizi za miaka mingi. Tunapoongea saa hii, wiki ijayo tuko katika ile advanced stage ya kutoa annual report ya huu mwaka ambao umeisha tu June this year. Na hiyo ripoti itakuwa pale. Utaona majina pale karibu majina 500, pengine 1000 ya wale ambao wameshtakiwa. Ile pesa wanashukiwa kwamba wameiba, na wale ambao unajua wamepatikana wana hatia. Majina hiyo yote iko pale, ni wazi na sio siri, kwa sababu mambo ya koti sio mambo ya siri, ni ile inapatikana, inafanyika wazi. Ndio. Mimono majumuri kero tuendete ko bano magania student ne kero to kwana igoro ya mangana corruption kero aseke ombegeria Ethics and Anti-Corruption Commission kato na chun haga karanda de gotoera na utaina kereki kyombegia korre kurwani obukurumi torana chi county chi so nji tebergande no obukurumi baroro ujar gotoera utaina nki ba korre buna etumeyo iri okoro obukurumi asense yeto ya Kenya suko bokei yo enda utomo chumbe yao so edi boli ya uraga ntomo boli kwetera se nambe yera se skin yao goja se studio itome ekerotore nere na bogotoma uchumbe uraga niko se kirura de kumo boli kiano arega iga elinde omotomere asenchira ya bene kinyatoke soma ko chase studio gende ko bati muro video nyona abakwenda kutubwadia sense media mitandao Facebook tonyara Ndizi TV News digital wega sense ya YouTube na tonyara Ndizi TV News baligo kota ko tweet na ko tweet @Ndizi TV News kerengel yao ketome ko seri bolia ora nkumo boli kwetera se namba yira se screen ya yorabu. John, swali langu ni Mkenya yupi anastahili kupiga report ya ufisadi na ni njia gani ataweza kuwafikia ili apige report? Asante. Mkenya yeyote yule anatarajiwa kupiga ripoti. Hiyo ni jukumu ambalo tumepewa sisi sote kama Wakenya. Tunasema ni mambo ya uzalendo, it's a patriotic duty ama exercise, ili tupige ripoti. Kuanzia yule mdogo kabisa mpaka yule mkubwa kabisa. Nilifurahia wakati mwingine nilikuwa ile ofisi ya Kisumu, nilifurahia kupata ripoti kutoka president, rais wa nchi, akipiga ripoti juu ya mambo ya ufisadi. Na hata wakati huu tunaona kuna viongozi wengine wamewekwa pale maofisi kama magavana, na unaona wengi wao wana zindua mambo ya ufisadi ambayo inaendelea pale. Tunatarajia wao pia wapige ufisadi. Kuna wale wanafanya kazi pale maofisi, wanaona check inapita kwa mikono tofauti tofauti, wanaona account, pesa inatolewa pale. Au pia watu wa fanyikazi wa serikali tunatarajia wao pia wapige ripoti. Na yule mwananchi wa kawaida amekaa pale nyumbani, anashuhudia magorofa, anashuhudia magari mazito mazito, anashuhudia maisha ile ya, unajua ile ya extravagant lifestyle. Tunatarajia hao pia wapige ripoti kwa tume hii. Hata sisi tunaofanya kazi pale katika tume pia tunapiga ripoti, na tunatarajiwa tupige ripoti. Kwa hivyo ni kazi ya mwananchi yeyote, na ni kwa sababu Kenya ikizama kwa sababu ya ufisadi, sisi sote tutaangamia. Kwa hivyo hatuwezi sema ni kazi ya fulani ama fulani. Tunasema ni sisi sote tupige ripoti, na tuna njia tofauti za kupiga ripoti. Njia moja wapo ni kutembea
pale, uingie pale katika ofisi zetu ambazo ziko kwa regions. Kuna ofisi Malindi, Mombasa, Nakuru, Nyeri, Garissa, Isiolo, Eldoret, Kisii, Kisumu, Nairobi na uko Machakos. Tuko na ofisi 12. Na zaidi ya hiyo tuko pia na desks katika huduma centers zote 50 humu nchini. Kwa hivyo ukienda pale huduma center pia utapata afisa wetu. Tembee pale, na kwa huduma center wamewekewa room fulani ina milango, imekuwa designed hivyo ili unapohitaji ile confidentiality, ile siri, unaweza ingia pale na upige hiyo ripoti, waambie wenzetu. Na afisa wetu wote wamekula kiapo ya siri kwamba ripoti yoyote inapofika pale kotini, pale kwa tume, haturuhusiwi kuiongea pale nje. Njia ya pili ni ile ya kupiga simu. Kuna namba ya simu 0727 28 56 63, 0727 28 56 63. Ukiwa hapa Kisii ni 0770 91 21 92. Hiyo ni namba ambayo ukipiga kuna yule ofisa atashika hiyo simu na utajieleza. Na hiyo simu pia tunaweka ile credit, kwa sababu tunajua kuna wale pengine hawana hiyo hela ama credit. Unatuambia tu una ripoti fulani na sisi tunakupigia na utatueleza. Na unapotaka tuje tuone ama tuangalie, pia tuko na maafisa ambao wako tayari kuja mahali popote ambapo uko. Ukitaka kuileta, pengine tunaweza kufacilitate, kupea transport ili ulete hiyo ripoti yako. Pia tuko na njia ya kuandika barua. Tuko na corruption reporting box, ile sanduku ya kupiga ripoti imewekwa kwa kila institution. Hiyo ni kazi ambayo tumefanya kwa idara zote za serikali. Ukiingia pale utaona sanduku fulani imeandikwa corruption reporting box, ama sanduku la kupiga ripoti. Na kila institution pia tumehakikisha iko na hotline, ile namba ambayo mwananchi anapiga ili apige ripoti. Kwa hivyo tumeweka variety ama njia tofauti za kupiga ripoti. Unaweza chagua ile ambayo inakupendeza. Na kwa muda mrefu tumekuwa na ile anonymous reporting, tumeweka pale kwa website. Ukiingia pale kwa website ya Eacc utaona ile anonymous reporting ina blink na itakuuliza upige ripoti. Majina yako hayatatarajiwa. Tutahitaji tu utuambie mambo fulani. Ya kwanza ni nani amefanya hilo tendo. Ya pili ni wapi, ni lini, na ni kwa njia gani. Hatutahitaji utuambie majina yako. Kwa sababu ile shughuli tuko nayo ni kupata habari. Na sio lazima ikue habari ya kindani sana, kwa sababu tuko na machinery ya kufanya uchunguzi ili tuhakikishe tumeingia pale ndani. Na mara mingi wewe umejua kwamba unaweza piga ripoti kwa jambo moja. Tuseme kama ni wale ghost workers, sijui ni nini kwa Kiswahili, ile wafanyakazi sio wa ukweli ama wa shetani. Wa ukweli. Unaweza piga ripoti kwamba fulani wa fulani ni ghost worker. Na sisi tukiingia pale tukifanya uchunguzi tutapata kama 200 ama 300. Kwa hivyo ni vizuri upige ripoti ile kiwango unaweza, na sisi tukifanya uchunguzi ni kama tutazindua mengi. Asante Bwana Agar kwa maelezo ya kina jinsi mnavyoshirikiana na kufanya kazi kupitia wale watu wa Kenya wema wanaopiga ripoti. Je, mnatumia njia zipi kujua kwamba huyu Mkenya ambaye anatupatia habari
ni za hakika ama ni za ukweli, kwa sababu watu wengi anaweza chukua, kama mmepeana hiyo namba, mmepeana website, anaweza andika tu kwa kupitia muda tu, ameona hiyo ni Eacc, wacha niandike chochote pale. Mnajuaje kwamba huyu pengine ako na taarifa mwafaka? Ndio mnaweza kufuatilia, ama mnafuatilia tu yoyote mpaka mnagundua kwamba ni ukweli ama ni uongo? Asante sana. Ni swali nzuri hilo. Kwa sababu exercise ya kufanya uchunguzi inatumia hela mingi, inatumia muda mwingi, inatumia resources mingi. Kwa hivyo sisi hatutaingia tu kufanya uchunguzi kabla tujafanya kitu tunaita preliminary preliminary investigations. Na wakati ule unapiga ripoti, tutakuelekeza kwa njia ambayo itatoa ile uhakikisho kwamba hiyo ripoti ni halali. Ni vile nimeshaeleza kwamba tuna maswali 6 ambayo tutakuuliza. Tutakuuliza ni wapi, what, where, who, when, how, why. Hiyo maswali tukishauliza, tutakuwa na ile tunaita completeness of the report. Kwa hivyo tukisha toka hapo, tutaelekea pale mahali ya intelligence. Intelligence. Tutajua kwamba umesema county fulani imepoteza, unajua, shilingi bilioni 10. Na sisi tunapoangalia hiyo county ilipewa bilioni 5. Kwa hivyo tunaona kwamba haina usawa, haiendani. Kwa hivyo tutalinganisha, tuta corroborate na intelligence, alafu tujue kwamba hiyo ripoti ni halali. Lakini kisheria, sheria inatuelekeza kwamba ripoti yoyote ambayo imefika kwa tume lazima tuiweke kwa system. Tuiweke kwa system na tuifanyie hiyo preliminary investigations. Hatutatupa ripoti hivyo hivyo, lakini lazima tuweke kwa system. Kuna wakati ule ambao tunapata ripoti ambayo haturuhusu sisi. Ripoti kama hiyo tunakuelekeza kwa ile idara ya serikali ambayo ina deal. Tunaweza kuelekeza kwa DCI ama kwa ombudsman ama kwa, unajua, chifu, watu wengine kama hao. Lakini hatutapata ripoti alafu tuitupe tu, hapana. Tutaiangalia kwa kina, tuhakikishe kwamba iko na mifupa. Ndio. Asante sana. Mbia mano majumure kana natagutubwate karaturina choni korwasi kiombe kia okurwania okurumi nago beka Chimbwa Chingiya Eacc noje mbara wate ano balime yumoroberio nindoje estamo chere awate aba no alime yumoroberio Edwin Mokaya nere ndoje awate aba no alime yumoroberio atubwate tia senjira endonge kabisa. Nindoja Victor Tola Mogire nera atano onde bia ngende takonyora mafunza mayeguru yekiombe ekyogia Eacc ngiemano Julius Yumosomba nera atano ali ime yumurobel Frida Mpole nere atano no ali ime yumurobel atubwadia senjira endongapsa Saki Magara nere atana yaya nere no ali ekerako teabuna na injini obwate bia mafunzo ayo mogoto tebimbuya moboli na bagabana barabwe kerbanyo ruba no kurumi ibatakire kurobyo sengi batakire gokora mbimono tochikumboli amaboli ayimwendete gutuma goja sistu genda gutuma ase kubatikana wetera sinambi ya tenseme yo sasa media mitandao NSM ya Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega senseme ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News kota boto tweet na boto tweet @Ndizi TV News kunde karenga kia ono tokiana ndi wetera sinambi ira siskini ya yura ambia mana sana ndo chinaro kulika wetera sinamba ye SMS yura TV yao awateva morning watching you live from Nyankongo Junction. Asante kwa mgeni katika studio, and at least we are understanding the role of Eacc. Oya kwa Kemi Sophie Motangi kwa sema cha Nyangongo mbia mono sana Kemi.
Hizi tunasoma ni ujumbe ambazo zinaingia kwenye studio zetu wakipongeza kipindi na wengine maswali kidogo kidogo. Na ara kuruka Samson Oroswa kurwa chinse machabu machoge chache agoteba no alime asomorobilio amefurahi sana kuona mgeni katika tume ya kupambana na ufisadi na maadili mema. Tunashukuru sana Ndizi TV kwa kipindi kizuri asubuhi ya leo. Asante Samson Oroswa kurwa chinse machabu machoge chache. Nindoche Rispa Mogaka kolika kurwa chinse mocha miriri agoteba good morning Sarah Brighton pamoja na mgeni wetu wa siku ya leo. Amepambanua vizuri mpaka tunaelewa roles za EACC na tunashukuru sana. Swali langu ni je, EACC iko independent? Kwa sababu mara mingi tunaona inaingililiwa sana na bodi zingine. Huyo tutamjibu hilo swali. Nindochege gakulika akorokwa Linet Ogendi kwa chinsemo cha South Mugirango agoteba good morning. Asante Ndizi TV kwa kuleta mgeni studio kutoka tume ya EACC. Tunashukuru na tuendelea kufuata ili tujifundishe mengi kupitia maarifa yake. Asante kutoka chinsemo cha South Mugirango. Nindochege akorokwa Divina Mora kwa chinsemo cha Tabaka agoteba nimejifundisha mengi na ninaendelea kujifundisha kwamba EACC iko na kazi mingi. Mimi siko najua hivyo. Asante kwa mgeni wa studio na najielezea vizuri sana. Asante agolika Lydia Mora agateba Brighton na Sara. Leo Kiswahili lazima ni vetereti kwa sababu mgeni aelewi lugha yetu ya mama. Agoteba ametusalimia na napongeza kipindi sana. Asante asibali mwenzi mwagenda toko tomachi ujumbe kuchagaiga ase studio. Wetera se namba yesimi eyuera se TV yao na wetera se chisimi cheto chakoboko ase mitandao ya ito Ndizi TV News Digital. Abone nsemo ya Facebook na wego Ndizi TV News. Nsemo ya YouTube na naboko genda galia ase fan page cheto. Onyole na Sara Ontita na bekali bolio galia. Idiota getakubolio magani bweli tikolia lero egere anyare ko bakago kuiraneria na ndi naboko nyora Brighton Makoli ase fan page yae nere naboko bekali bolio galia egere tubolio magani oito bweli tikolia lero yogendre togotorera mange iguru yekiombe kyokolenda igyokorwa nyobokurumi na kolenda Chimbwa Chingiya EACC korwa Soro Sagia ase county ya Kisii. Ngobono mwajumoreri genda gotobwati tosuka. John, it is reported that the EACC attended oral swearing-in ceremonies for governors and required all of them to sign integrity codes alongside the oaths of the office. What is what does EACC want to achieve when they are signing the oath, the code, the integrity code? Unapolijibu ilo hata mgeni wetu atalijibu tukisha toka mapumzikoni. Tunataka kwenda mapumziko kidogo. Utuambie kwamba magavana wengi wameswear in oath of the office. EACC nataka kuachieve kitu gani kupitia signing in of integrity issues and the integrity oaths. Ilo utatujibu tukisha toka mapumzikoni. Togenda sensemo ndiye studio mwanchu muligeria karoto kuirana na iraniri boli elio asenchira yobwikirano eyanero Ndizi TV obwanzu bumugusi. Ndizi TV obwanzu bumugusi. Omwanchu muligereria ometoboso kumbara bokobo ke bogocha bwasaria maskani egirafu kyao kyanda kyandansi kwanyoko kembwa ogendo boiri onyoro komenta manjeriko gusi omageni onyo gocha bwogo anyoro goweka go kwarenge bikorto bya magani Chingera na papa antiviral asukumanya chipend n'abanyangiro burugo ngurbugusi kurwa chinka gicyamagega goika bono kirari tukurie Jumatatu goika kwa mara kya basani ba utimbera mache
munongoro ko papa antivirus umumuri ko koletera chingero butambe ko ritko ya Jumatatu weka Ijumaa kuru saa 11 mpaka nseme ya Margoba umwancho ndegereti no maitege tsini gaito nambe yamo Ndizi TV wasubo mugusi ase litoka ligo toka lingazu litoka ngo kunywere cyane litoka ngo kurira bukuma so bwansu no bolo kunye kuriye papa kole na papa umerana na papa antivirus ime ya Ndizi TV kenda go tokwa Chingigwa ase tsini gaito nambe yamo Ndizi TV oyo papa oyo Yesu amana basuka manane swakari karo amana dagra sisi Nkwaga chore nyumba gose ayene bundi Vono Sha Ceramics Limited Hardware and Sanitary no kunyora ebintu byonse byukwagachira buna chitail chonsi chokobeke nyasi na boigo chirichukwaranse ase nyumba mbabwate marble tiles na boigo hand wash basins, bathing basins, shower cabins, flower pots, sanitary accessories, showers, towel holders, ebitasa byokobekera chisabune, tissue holders, curtain holders, plumbing accessories, PVC pipes, hose pipes na boigo ni joint chozi cha PVC na chiria cha bends mbabwate manhole lids na boigo water taps chonsi asensemo yubyoma byogutumika asogokorera emirimo mbabwate chinyundo ebisire chisibana emisumeno tile cutter quality logs na boigo nebintu byose byogokorera gasi ya masonary mbabwate chimasini cha drills water pumps grinders na blowers ensemo yibintu byestima mbabwate electrical appliances garden lights floodlights aina chonsi chebirobu switches and sockets solar water heater na switch boxes mbabwate chirangi chonsi chogwaka chinyomba wooden doors curtain rods MDF boards PVC ceiling boards iron sheets building iron rods wheelbarrow na boigone jisimiti banyore asamagacho Akansons Plaza angene duka ya Quickmart asebara ya Kisii Kisumu highway gosoba kerezimi ase namba enotisano na ibere enotisato kianda inye isato kianda isano na ibere gose enotisano na ibere enotisano nemo isato kianda isano nemo enoti isano na ibere eyemo gose enotisano na ibere eyemo isano ibere enoti isano na ibere kianda isano na isato enoti inyora kubatebya amangana ya nigukwanyeroche ase TV ya Ndizi TV eliyobokoe discount Sha Ceramics Limited Hardware and Sanitary no balime y'omuco Kisii soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi Ndizi TV Agar do tobwati anene karoto enda kumurikira na upanira mangana mangi karoto na magani korwase ikiombekeri kiokorwani bukurumia sensitu ya Kenya Eacc karara ase studio to autoera how devina na ralito da keire kubwaterna irikorwani bukurumia sensitu ya Kenya kwa auto tena ikiombekeri ngike okora anene asichi serikali ase ebyombe aho irikorwani bukurumia bitu aendera ina to na sentunde de akabere yogenda utobwati sensemo iri mitandao tonyora Ndizi TV News digital sensemo ya Facebook sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News utagoto tweet at Ndizi TV News mbia bona se kerengel kia wendete kutoma kwetera se namba era se skini ya nto betoko bisoma bona wendete kutoma goja se studio kure tanto tura mwali baga ara agendera gototebia narari ikiombe kerengel gukora asensitu ya Kenya nene kero ugikurwani bukurumi na kobeka Chimbwa Chingiya asaba korebe serikali usasa ba Kenya bonsi Karibu sana Bwana Agar, ili ujibu lile swali ambalo tulikuuliza tukienda mapumzikoni kwamba magavana na wale maafisa wa serikali huwa wanakula kiapo integrity code alongside the oath of office. Muna lengo gani ama mnataka lengo gani
kama tume ya kupambana na ufisadi na maadili mema? Asante sana. Tumeona pale magavana na hata naibu wao wakikula kiapo, wakichukua ile commitment kwamba watazingatia sheria. Na jambo la kwanza ningependa kueleza ni kwamba unapokula kiapo, unapofanya commitment, lazima uwe umesoma yale ambayo yamejumuishwa pale ndani. Kuna wengine wetu wana sign kama hawajasoma. Tunatarajia kwanza wasome, alafu waelewe mambo yale ambayo yako pale ndani. Na ningependa kuelezea kwamba sio Eacc ina matarajio fulani, lakini haya mambo yote ni ya kikatiba. Ni katiba imeweka pale, na unajua wananchi wanaongea kupitia katiba. The constitution is the voice of the people. People speak through the constitution. Yeah. Kwa hivyo ni katiba imeweka ile kiwango kwamba mtu yeyote yule anayeingia kwa state office lazima fanya hiyo commitment, assign hiyo integrity code. Na ningependa kuelezea kwamba tume ya maadili na kupambana na ufisadi ilituma maofisa wake katika county zote humu nchini, na walishirikiana na koti. Wale judges walikuwa wana simamia exercise hiyo, na wale magavana wote na madeputies wali kula kiapo, wali sign. County 45. County 45. Mbili bado. Kwa sababu ambayo tunaelewa. Na wao pia watafuata tu hiyo mikondo ili wa sign hiyo code. Na maana ya integrity code ni kwamba wana chukua mkondo wa kufanya commitment na wananchi. Wana kaa pale mbele ya wananchi. Ndio maana inafanywa wazi kwa uwanja mchana kwamba watazingatia mambo ya integrity, watafuata ile ethics ambayo tuliongelea hapo awali. Wanasema kwamba hawatajihusisha na mambo ya ufisadi. Kwa hivyo hiyo wakati wowote ambapo watajikuta na ile temptation ama majaribu kwamba watoe pesa fulani kwa county, unajua waweke mikono pale kwa ile skofa ya county, wajipatie tenders ama kandarasi, watakumbuka kwamba kuna siku fulani waliweka mkono kwamba watajihusisha na mambo ya ufisadi, mambo kama haya. Kwa hivyo ni exercise nzuri, na tunatarajia kwamba haitakuwa exercise in futility. Watazingatia mambo hayo mahali popote wapo, wakiwa katika maofisi kwa hiyo miaka 5. Ndio. Katika mtazamo wako, kabla tuende swali lingine, ni vizuri magavana wamekula kiapo vile watatumikia watu wao ambao wamewapatia kura. Ni nini huenda inatokea katika mtazamo wako tu kama Agar? Tunapata kwamba magavana wengine wanapatikana ama wanakuwa wanahusishwa na vitendo vya ufisadi. Wengine tumeona wamekuwa impeached kupitia hizo tuhuma za ufisadi walipokula kiapo mbele ya watu wao mchana. Nini huenda inafanyika bado wanapatikana na wanahusika kwenye vitendo vya ufisadi? Hilo swali ni very foundational. Kwa sababu tunaweza uliza kwamba sisi kama Wakenya ni kwa nini tunajipata katika mambo ya ufisadi? Kwa sababu sisi sote tulipitisha katiba, tukasema kwamba tutapenda nchi yetu, tutakuwa na integrity, lakini unajikuta unashtuka mtu amejiingiza katika mambo kama haya. Kwa hivyo jibu ni kwamba sisi kama Wakenya, kila mmoja wetu, kwa nini tunaingilia mambo ya ufisadi? Na unajua Biblia inasema I think ni Luke 16:10 that yule ambaye ni mwaminifu kwa chache pia atakuwa mwaminifu kwa mingi. Kwa mingi. Ndio.
Kwa hivyo kila mmoja wetu tumepewa nafasi, tuko na space. Kuna wale wako na chache, kuna wale wako na mingi. Wale wako na chache tunatarajiwa tuwe waaminifu kwa chache. Wale wako na mingi wawe waaminifu kwa mingi. Kwa hivyo sipendi kusema magavana ama au watu wazito ni tofauti na sisi, kwa sababu sisi sote tuko na sheria sawa. Lakini jambo ambalo ningependa himiza ni kwamba sisi tuangalie mioyo yetu. Unajua ufisadi unatokea pale kwa moyo. Pale kwa moyo. Wakati mwingine Yesu alikuwa anafundisha na akasema unapofanya kwa moyo ni sawa ni kama umefanya tayari kwa nje. Kwa hivyo ufisadi unaanzia ndani mioyo yetu. Na unajua moyo sio hii inapiga damu, ni mawazo. Tukientertain ile mawazo ya unajua hii ni mali ya umma, hakuna mtu ananiona, unajua lazima nijisaidie. Unajua unavunja sheria kama umefanya mipango. Kwa sababu mara mingi corruption sio accident. Sio accident. Ni kitu mtu anakaa chini, anapanga, anatafuta wale atashirikiana nao ili ajiingize kwa mambo haya ya ufisadi. Kwa hivyo ni swali la kujiuliza, kila mtu ajiulize mwenyewe kwamba ni kwa nini ninajua wema na bado nafanya mbaya. Kwa hivyo ningesema kwamba magavana wetu ambao wamekula kiapo, wameweka mikono kwa ile integrity code, wakumbuke kwamba mbele ya wananchi wamejiweka wazi na wamesema kwamba watazingatia sheria wanapofanya kazi. Na ningependa kusema kwamba sio wote ambao ni wafisadi. Sio wote ambao ni wafisadi. Hata vile tumeketi hapa watatu, unaweza kuta kuwa kuna yule mmoja kuna mfisadi ambaye sio mfisadi. Kuna ripoti tolewa kwamba kati ya Wakenya watatu mmoja ni mfisadi. Ni mfisadi. Tuko wane, kuna mmoja ambaye haonekani. Kwa hivyo nakumbuka kuna wakati nili interact na governor fulani nikienda kwa ofisi yake, na kitu cha kwanza aliniambia, alinionyesha kitabu. Kitabu black. Ananiambia chief officer akiingia anataka jambo fulani, atafungua kitabu. Ile ni kitabu ni sheria ya matumizi ya mali ya umma. Ameweka kwa meza hivi, chief officer akiingia ama CC member kazi yake ni kufungua na anasoma. Na anamuuliza umeona ama umesikia inasemaje? Ndipo atapitisha hiyo mambo ambayo unahitaji. Kwa hivyo sio wote ni wafisadi, na sio hata wale wafisadi sio wafisadi wakati wote. Lakini kile tunahitaji ni consistency. Tuwe determined, tuwe consistent. Tujue kwamba wananchi wameweka wametupatia jukumu la kuhakikisha kwamba tumelinda, tumeprotect mali ya umma, na hiyo trust tunaita public trust. Tusipuuze. Ndio. Na pengine tamaa kwa baadhi ya viongozi na wananchi ndio inapelekea watu kukuwa na ufisadi. Kuna swali lingine ulikuwa sasa kuna swali lingine apart from governance. Kuna wengine wanastahili kuchukua hiyo integrity codes. Asante. Wale ambao watachaguliwa kwa ofisi tunaita successive appointments. Tunasema wale ma-CC tunatarajia kwa wao pia watasign. Kuna wale maspika wa bunge, wao pia tutatarajia wasign hizo codes. Tuseme ni clerk wa assembly, viongozi wote ndio hadi wa bunge lazima wao pia wasign code, wajiweke wazi
kwamba watazingatia sheria ile inalinda rasilimali ama mali ya umma wanapofanya kazi. Na ningependa kuelezea kwamba kabla hatujafanya appointments, kama hatujachagua speaker, hatujachagua CC members, tunatarajia kwamba kama EACC tunatarajia kwamba wale appointing authorities watatumia majina. Watatuambia kuna fulani fulani, kuna fulani wa fulani ambao tunatarajia ku-appoint kwa position fulani. Na sisi tutafanya background check, tutafanya vetting. Tutaangalia kwamba je, kuna mambo yote ya ufisadi ambayo imeletwa kwetu, ama ni mtu ambaye hakuna, unajua, madoadoa yoyote. Hiyo background check ni very important. Kwa sababu tunasema ukiweka mwizi kwa system ni vigumu kumtoa. Unajua tuna sheria ile ya wafanyikazi, ya employment. Na mara mingi sheria hii inaegemea pande moja ya mfanyikazi, kwa sababu ni sheria ya kulinda mfanyikazi. Ukishaweka mtu fulani kwa ofisi hiyo, ni vigumu kumtoa hata kama ni mfisadi. Lakini uko na nafasi mzuri ya kumzuia asiingie pale. Na njia hii ni kumweka EACC iangalie, itoe ripoti kwamba fulani hana kesi yoyote ya ufisadi. Na ningependa kuelezea jambo lingine. Magavana wakiingia pale, ama maspika wakiingia pale ofisini, tunatarajia kwamba watashirikiana na EACC ili tuwasaidie kukuza uadilifu. Tunatarajia kwamba magavana hawa wote ambao wameingia watatuandikia barua kutualika ili washirikiane na sisi kupigana na ufisadi. Kwa maana tuna njia tofauti ambayo tunaweza shirikiana. Ya kwanza ni njia ya kufanya uchunguzi. You will appreciate kwamba huenda counties hawana ile capacity ya kufanya uchunguzi ya kindani. Lakini EACC tumeinvest kwa mambo haya. Tuko na professionals wale tunaita forensic investigators wa kufanya uchunguzi, wamekuwa trained. Kwa hivyo tungetarajia gavana ama mtu yeyote yule kwa ofisi akizindua kuna mpango fulani ama kuna corruption imekuwa ikiendelea kwa ile regime ambayo imetoka, watuandikie barua, watu invite, watualike ili tufanye uchunguzi. Pia tunatarajia kwamba tutashirikiana na counties kwa mambo ya kuhamasisha wafanyikazi, to sensitize the public officers. Na hii ni mpango tumekuwa nayo. Tumesensitize executive departments, tumesensitize county assemblies kwa mambo kama haya. Na tukionekana pale tukihamasisha watu wa county, tutakuwa tumepea magavana kazi rahisi, kwa sababu watawauliza unaona sisi wamekuja hapa na haya mambo yote ambayo tunawaambia ndio wale pia wanasema. Na huwa mara mingi wanasema sasa kila mtu atabeba mzigo wake, kwa sababu wakishajua hakuna mtu atasema mimi sijaelezwa. Kwa hivyo tunatarajia a lot of activity counties zinapoanza juu ya ama chini ya uongozi mpya. Tatarajia tupate barua, counties wakitualika tufanye uchunguzi, ama wakitualika tuangalie systems zao, ama tuhamasishe wafanyikazi wao. Na ni vizuri pia kuelezea kwamba hatutangoja tu pia waje utualikwe. Sheria pia imetupea ile nafasi ama nguvu ya kuenda kwao. Tuombe ile partnership
ya kufanya kazi pamoja. Asante sana. Mwaje muri ono gwete na John Agar na to nyago twarera iguru yekiombe kerine kera kore emirimo ekiombeki EACC kera kore emirimo ne county go sijisa serikali county erikurwani obukurumi anno bwa bereri yote asense yeito ya Kenya. Ganda to bwatia to bwatia sense emirimo mitandao Facebook to yana Ndizi TV News digital wega sense ya YouTube na boto nyara Ndizi TV News yoko nyara Chingiya na boto tweet ganda to mekera kile wetera sinamba era Chingiya kero to ndrete kolingo na koligeri igoro ya EACC ngakia kore mirobiri yabo endigurwania obukurumi ase ense yeito ya Kenya. Pia mano mwanchu mulire kera ugenderete gutubwatia tuli no mobisokoro sekiumbekyo kia EACC bwana John Agar. Swali langu ni je, mbali na ku maneno ya integrity odds kwa wale maafisa wa serikali wakiwemo viongozi na watu wengine, ni njia zipi ambazo kama tume mumekuja nazo ili kuweza kuzuia ufisadi katika serikali zinazokuja, serikali kuu ambayo ni national government pamoja na serikali za county ama majimbo? Kuna njia zozote zile ambazo mumekuja nazo ili kupambana na ufisadi inavyostahili? Asante. Ningependa na kuanza na ile ya serikali kuu. Chini ya Ministry of Education ama wizara ile ya elimu, kwa mwaka wa 2010 tumekuja na mpango fulani na mpango mwema wa integrity clubs, vilabu vya uadilifu. Na pale tulipokuwa na minister alikuwa anaitwa Professor Samongeri 27th November 2010, pale Nairobi alifungua wazi establishment ya integrity clubs. Integrity clubs inaangazia uadilifu miongoni mwa wanafunzi. Wale huwa tunasema ni viongozi wa kesho. Tunasema mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Na hiyo ni statement ambayo ni kweli kabisa. Kwa sababu unaweza pata kwamba mtoto akilelewa kwa njia nzuri atakuwa akijua hiyo ndio mienendo. Kwa hivyo tumeenda pale kwa institutions of learning, primary, secondary, colleges na hata universities, na tumeweka mikakati ya kuwa na integrity clubs. Hii integrity clubs ni ya wale wanafunzi ambao wamejitolea. Hatujaweka kikwazo kwamba lazima ujiunge na hiyo kilabu, lakini ni kwa kujitolea. Ukiona kwamba umependa nchi yako, unataka mema kwa nchi yako, unataka uadilifu uonekane, utajiunga na ile kilabu. Alafu tumeambia principals wachague tunaita integrity club patrons, wale walimu ambao wanasimamia hiyo kilabu, hicho kilabu. Kwa hivyo huyu mwalimu ambaye ni patron pia lazima awe mtu ambaye uadilifu unaonekana kwake, kwa sababu integrity sio mambo ya mdomo wa kusema, bali ni vitendo, Kwa hivyo hiyo mikakati tumeweka, na tumeenda kwa shule nyingi humu nchini, kote nchini. Tumeenda kwa shule nyingi sana ili tuwahamasishe na tuwasaidie kuzindua hivi vilabu. Juzi unakumbuka tulikuwa na mkutano hapa Kisii School, ambapo tulikuwa na shule 22 ambao walikuja na wanafunzi showcase, wakajionyesha ile drama, ile nyimbo katika hiyo theme ya integrity. Na walimu wakafurahia, wanafunzi wakafurahia, wananchi wakafurahia, wakasema kwamba ni kweli huu ndio mkondo ambao tunataka unastahili. Kwa hivyo ningependa kuambia wananchi wote, wazazi wote, walimu, wale viongozi katika Ministry of Education, tuwe na kilabu cha integrity katika kila shule. Mimi mwenyewe nimehakikisha kwamba watoto wangu wako katika kile kilabu.
wako pale ndani. Kwa sababu ninapowafundisha pale nyumbani, wakienda shuleni pia elimu hiyo inatakikana iwe consistent. Na tunatarajia pia wakiona news ile ya habari waone kwamba pia kuna uadilifu kwa viongozi wetu. Kwa hivyo tuwe na system ambayo iko congruent, iko consistent. Nyumbani ufisadi haupo. Kanisani, shuleni, kwa news, kila pahali. Hiyo ndio lengo letu. Na tumefanya kazi sana pia na idara ya polisi. Idara ya polisi, nakumbuka tumekuwa na workshops mingi. Kama 2016 tulikuwa na workshop pale Kisumu. Tukaita wale watu wa insurance, tukaita wale watu wa NTSA, tukaita wale watu wa polisi na Eacc na wale kutoka kotini. Na tukawa na mkutano mkubwa sana kuangazia mambo ya ufisadi katika idara ya polisi, sana sana traffic department. Nakumbuka hata mwaka jana December, mwaka wa 12, tulikutana na polisi wote hapa Homa Bay. Wote polisi 197. Na tukachagua hata wale polisi ambao wanasimamia integrity katika kila station. Tulienda katika kila station. Kwa hivyo hii ni partnership ambayo tumeweka na idara ya polisi. Hata kwa upande ule wa kufanya uchunguzi. Kuna wakati nakumbuka 2018 nadhani tulishirikiana na polisi, tukashika wale makondakta ambao wanapea polisi nini? Hongo. Kwa hivyo ni partnership ambayo inaendelea. Wale wa makanisa tumewahi kuwa na MOU. Unakumbuka yule chairman wetu ni mtu ambaye anapenda sana mambo ya kanisa na amekuwa huko. Kwa hivyo vile aliingia ofisini, watu wa kanisa wote, madini dini zote humu nchini walienda kwake, wakaongea juu ya mambo ya kupigana na ufisadi, wakasign MOU. Na unaendelea mpaka saa hii. Na kupitia hiyo MOU tumetoa vitabu, booklets ambayo inatumiwa pale places of worship. Mimi nakumbuka nimeenda pale mosque ya Nyamira, nimetoa viatu pale, nimeenda pale, nimewapea vitabu, nimeongea nao. Na tunafanya katika makanisa tofauti tofauti. Tumetoa hiyo book ya Hindu, ya Muslim, alafu na ya Christian ambayo tunatumia. Hiyo ni under hiyo partnership ya faith based ama watu wa madini ama makanisa. Tumekuwa na partnership pia na idara zingine za serikali kama KRA, kama NTSA, kama judiciary. Tunafanya ile tunaita multi agency team. Huwa tunashirikiana pamoja, tuna share information, saa zingine ni classified information, ili tuhakikishe kwamba wezi hawajapata nafasi. John, tena nikuulize, kuna aina ya ufisadi ama ufisadi ni ufisadi? Ufisadi ni ufisadi. Kwa sababu nikupee mfano wa ndege. Unapoenda pale airport, waambiwe ndege iko sawa, lakini kuna hitilafu kidogo sana, 0.001. Mimi karibu niko na hakika hutapanda hiyo ndege. Kwa hivyo ufisadi ni ufisadi. Unaweza kuwa mdogo, lakini mwishowe utakuwa mkubwa. Kwa hivyo vile Wakenya wamesema kuna petty corruption, hii ni 50 tu, hii ni 100 tu. Kwa nini unafuatilia small fish? Hiyo ni narrative ambayo tungependa tuambie Wakenya ni mbaya. Na ndio imetufikisha mahali tuko. Kwa sababu tuna compromise. Tulisema yule ambaye ni mwaminifu kwa chache atakuwa mwaminifu kwa vitu vingi. Kwa hivyo ukipuuza 50, kesho wewe ndio utakuwa kwa ile ofisi kubwa. Na utaendelea na hiyo tabia. Kwa hivyo tujue kwamba ufisadi yote
inafaa tupigane naye. Ni kama hata Biblia inasema kwamba hakuna dhambi kidogo na hakuna dhambi kubwa. Dhambi zote zinatoshana mbele ya macho ya Mungu. Umesema kuna integrity clubs ambazo zilianzishwa mwaka 2010 na hadi wa leo zinaendelea kufanya kazi. Je, kama tume mmeona kuna matunda ya kutengeneza hizo integrity clubs kwenye mashule na kufikia wale wanafunzi? Je, kuna matunda? Juu kama ilianza mwaka 2010, kuna wale walikuwa university walishamaliza, pengine wana hold offices. Kuna matunda? Juu unapopanda mahali uko na hakika kwamba lazima nivune. Je, mmevuna kupitia vilabu vya integrity? Asante sana. Ningependa kuhakikisha kwamba kuna matunda ambayo tumeona katika vilabu hivi. Tumetembea kwa shule na tumepata wanafunzi wanafanya mambo makuu. Unakuta kwamba wanafunzi kila Monday kwa gwaride pale wanatoa hotuba kwa dakika 5 juu ya ufisadi. Kuna shule unaenda unapata kwamba wameweka box ya lost and found. Ukipoteza property yako utaenda tu kwa ile box utaipata hapo. Na hii ni initiative ya Integrity Club. Tumeona miti imepandwa kwa sababu integrity inakata across hata kwa mambo ya environment, mambo ya peace. Kwa hivyo tumepata manufaa makubwa na mambo ya discipline imeenda juu. Very soon ama in the near future labda tutatoa hii ripoti tukishafanya research kwa shule ama institutions of learning. Utaona kwamba kuna manufaa ambayo shule inapata. Tukienda kwa shule tunauliza mwalimu mkuu, discipline imekuwa vipi? Na wanatuambia hapa sisi hatuna shida. Hiyo club ya integrity ndio inaendesha mambo yote kwa shule. Na tunatarajia kwamba in the next few years hao wanafunzi wale chairpersons wa Integrity Club, members of Integrity Club ndio watakuwa magavana wa kesho. Na vile walielezwa wakiwa wachanga hawatasahau. Kwa hivyo ni investment tunapata, tunafanya kwa watoto wetu, na in the near future we are going to reap heavily. Bia mwana mwachumu dekaratori getiko chiko koro moroberio yoiga kone nimbara buga tumire je semesi ni maote bana omurimi yumoroberio anara sinche nyaboke ate anwale biyaka nwali mi yumoroberio bwa somire amange igoro yobokurumi kitiga bantu batiko bokurumi go sense yeito nesuke bosio ridia mukaya neraute anwale mi yumoroberio bia mwana asomogani we studio to esobiri mwana amange ekiagera obokurumi na bubwa beire liote ase ense yeito ya Kenya. Alisikwambuka kurujinsemo chirichia katali ate anwatu wadidia senjira yemitandao ate anwale ime yumuru Margaret Kirbo nero tumiro chumbe ate anwale ime yumuru bera tubwadia senjira ndonge Dolis Prudence nere ate anwale churia somosomba nere ate anwale ime yumuru bera mbia mwana sabali mwendete kutobwadia asenjira ya ben na asenjira ingia kabisa. Asante ndo chimbaro bakuliko kwethra senjira SMS ndo che Dr. Nyasi Mikrochinse Mochanyanchwa agoteva corruption is simply breaking the law. Hiyo ni kuvunja sheria na inafaa kushughulikiwa ipasavyo. Asante. Naro kulikakuru kwa Eric Buga Anyona kurachinse mocha Morako agoteva asante sana bwana Agar kwa kutufahamisha mengi kuhusu tume ya kupambana na ufisadi. Tunashukuru sana. Wakati mwingine upewe masaa ili uendelee kutuelimisha kikamilifu. Asante. Nara kulikakuru kwa Desmond Ogutwa kurachinse mocha Mugonga agoteva asante kwa mgeni wa siku ya leo. Kweli tumejifunza mengi na tunajua kazi ambayo hiyo tume inafanya. Wabarikiwe sana sana mgeni kwa studio, abarikiwe mbia mono sana. Nara ukuru kwa Eunice Mora kurachinse mo chabo Mulenda Suneka abo Mulenda Bonchali agoteva it's a pleasure kupata mafundisho. Hakuna pahali tungepata hii ya bure. Asante Ndizi TV Sarah Brighton pamoja na mgeni, barikiwa sana. Tumejifundisha mengi, umuhimu wa kuchunguza mienendo yetu. Bia mono sana kutoka Chinsemo cha Suneka
asokoli kekerengerikia uchagaiga ase studio. Hawa ni wale wanapongeza kipindi na wanashukuru kwa uwepo wako hapa studio ili kuambia mengi na taswira kamili ya tume ya EACC. John, sasa aswa nini huchangia ufisadi kuwa katika nchi yetu ya Kenya kulingana na utafiti mmefanya kama tume ya kupambana na ufisadi? Asante. Tulipata mambo kadhaa, lakini ningependa kutaja matatu ama manne peke yake. Ya kwanza ni mambo ya ulafi ama greed. Watu hawajajitosheleza na ile ambayo wako nayo. Kuna wale wamesema kwamba watu wanajiingiza kwa ufisadi sababu ya poverty ama umaskini. Lakini unavyoona ni kwamba wale ambao wanapata mishahara kubwa kubwa ndio wanaiba pesa kubwa kubwa. Kwa hivyo ni ulafi tu ambao watu wako nao, na tungeomba Wakenya kwamba wajitosheleze na ile wako nayo. Ukiajiriwa kazi leo usitarajie kwamba utakuwa sonko, wacha nitumie hiyo jina, kesho. Lakini ngoja tu kuwa na subira kwamba pole pole utafika pale. Mambo ya jambo la pili ni kutokuwa na values ama maadili pale. Unaweza pata kwamba values kama subira vile nimesema, upendo, unajua justice, watu wameweka kando. Na nchi yetu ukiangalia ile article 10 under chapter 2 ya katiba inatupea pale values 17 ambayo kila mwananchi anafaa kuzingatia. Na hizo values sisi tumetupa. Tunapoongea hakuna mtu anataka kubaki nyuma, kuwa patient, kungoja. Hata pale kwa laini unaona mtu anajiuliza nitapita pale katikati saa ngapi. Kwa hivyo hizo values shortcuts, hizo values tungizingatia vizuri, tunasema ufisadi utaisha. Na tuko na wengine tunaita role modeling, kumekosekana. Unapofundisha mtoto wako akitoka nje, ile ambayo mafundisho ambayo anapata ni tofauti kabisa. Mtoto anachanganyikiwa, nifuate gani? Kwa hivyo tungependa our leaders, wale ambao wamewekwa wazi, maisha yao yamewekwa wazi kwa wananchi, waonyeshe tabia nzuri. Inaweza kuwa wewe ni mzazi, wewe ni mwalimu mkuu, wewe ni president ama gavana. Tunatarajia kwamba tutakuwa na role modeling ile sawa sawa. Langu la mwisho ndio Sara ulizie langu la mwisho. Kuna Wakenya wanasema kwamba ufisadi haitawaisha Kenya. Na maoni yako, itaisha ama itapungua? Maoni yako na maoni yangu ni sawa, ni sisi tuamue. Vile tulikuwa tunasema uamuzi ni pale kwa mahali fulani, pia tunasema ni sisi tutaamua. Kuna msichana alikuwa anaitwa Helen Keller, alisema kila mtu akipanguza compound yake, street yote itakuwa safi. Kwa hivyo wewe fanya jukumu lako, mimi nitafanya langu. Nitahakikisha kwamba nimefanya mambo yote kulingana na sheria, na cumulatively ama kwa yote tutapata kwamba ufisadi umeisha. Kwa hivyo hiyo attitude pia tunataka tupigane nayo. Attitude kwamba ufisadi imeenea, iko kila mahali, haitaisha. Hiyo ni attitude ndio tutapigana nayo. Itaisha tukiamua. Na langu alikuwa tofauti sana, ilikuwa linakaribia, lakini mnatoa ripoti quarterly vile ulisema hapo mwanzo. Mmekuwa mkizitoa hizo ripoti. Kufikia sasa graph ile ya ufisadi kufikia mpaka sasa, mpaka mtakapoenda kutoa ripoti nyingine, umesema wiki ijayo, graph ya ufisadi iko wapi? Ukitaka kuhakikishia mtazamaji pengine tuko huku ama tunaendelea kupungua. Ukweli ni kwamba tumepiga hatua kubwa sana katika vita dhidi ya ufisadi. Na hata tunapoongea hapa, wananchi wanatuangalia, wanatuona, wanafuata ile mafundisho. Tumepiga hatua kama nchi. Na ningeweza kusema kwamba watu wengi
tayari wamejua ufisadi ni nini. Hata watoto wale wako kwa primary wamejua ufisadi ni nini. Na hii ndio njia ya kupandisha hiyo graph. Awareness itakuwa juu. Na najua kuna nchi zingine kwa mwaka mmoja wanapata ripoti kama 2 ama 3. Na sisi tukipata ripoti kama 100 tunaweza ringa kwamba tunafanya kazi. Na unajua hiyo ni kinyume cha kile ambacho tunahitaji. Tunataka kwamba kwa mwaka mmoja hata tutafunga tu mtu mmoja sababu huyo peke yake ndio mfisadi. Kwa hivyo inafaa tu balance information, ile information watu wako nayo kwamba wanaongelea ufisadi kila mahali. Kwa sababu unajua kitambo unaweza pata kwamba ufisadi kunaendelea lakini watu wako wanajua hii ni ufisadi. Unaweza fikiria kwamba hiyo ni kiashirio kwamba ufisadi haupo. Lakini vile tumeweka wazi kwa media, kwa redio, kwa shule, mahali popote, tuko na hakika kwamba graph ya ufisadi kuenda chini itakuwa inapanda. So mmepiga hatua kama tume. Tumepiga hatua kama tume na kama Wakenya. Asante sana. Sasa tuomba kwamba utoe ujumbe wako wa mwisho kwa mtazamaji ambaye ametuangalia. Asante. Ujumbe wa mwisho kwanza ni kushukuru Ndizi TV kwa kutupatia mwaliko huu kama tume, na tungetarajia kwamba from time to time hautakuwa wakati wa mwisho. Mtualike tena ili tuongelee mambo mengine. Jambo la pili ni kwamba ni mambo mawili tu. Kila mtu kwa ile space uko nayo, ile kazi unafanya, zingatia sheria, usijihusishe na ufisadi. Hata mtu akikuinterest akuingize pale, wewe sema hapana, mimi ni Mkenya mzalendo. Na jambo la pili, tupige ripoti. Tume liko hapa na ofisi hapa Kisii na Huduma Center, na kote nchini tuko na ofisi. Tafadhali piga ripoti. Unaweza kuta ni mtu ambaye umwezi confront, naweza kuwa hata ni governor, lakini sisi tuko na uwezo wa kuhakikisha kwamba tumerekebisha mambo hayo. Asante. Asante sana. Penzi mtazamaji, asomwanchu muligereria ndoche ngabno to wikero mwele bweli tukolia lero akaratu arenge no mobisa John Agar korase kyombekia Eacc korase chobisi cyabo chigutoka igaso mu cyobosongo ekerato ereire nga egasi kyombekyo ngasiki na ende nakiba kubwatira nebyombe ao kwene kya bunankurwania bale esegi yobokurumi na kwene kya Chimbwa Chingiya asaba Kenya bonsi gentata bire akoroboti asekyombekyo egero kwaroriro montabu ate Chimbwa kitali Chingiya egero konye ense ya Kenya ense bwate obokurumi magendro niga kuira nanse kulende ense iri tabwati obokurumi amagendro nigo okonyora ali asebirengo byigoro kigima kuruge gase studio nchingwa kangambia mona soko baime yomurubulyo korutwaga chagete chinsa 12 chamambia wekabano towocha weka chinsa isato chemambia ya bono kabaime ya Ndizi TV asenge nchoko na chagweke gambirongo chakole asege gerebosyo tochoko igungana ki ekina kirikerase ekigambere kenene gya Supreme na kibago chakorwa okona chakwabo kwa niaba ya John Agar korwa Eacc ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita Eyolengi maga yesterday ndekwana kuna malewine chibija bojira senjera bene John Kibati Nigeria ne mbraitima kuringo ko saperano boliro bya ime ya Ndizi TV ne ruwansu komoksi